Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa. Karibu katika kipindi cha Shajara ya Mashariki, ambapo hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi hicho. Tutakuangazia habari kutoka katika mataifa mbalimbali yaliyopo Mashariki ya Kati. Studioni utakuwa nami Amar Dachi na mwenzangu ni Gracie Gordon. Katika tuliyokuandalia leo ni pamoja na yafuatayo. Tunaanzia huko Saudi Arabia, ambapo taarifa zinasema kuwa wanawake wa Saudi Arabia wamepiga hatua baada ya kuruhusiwa kushiriki katika uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kugombania katika majimbo mbalimbali nchini humo. Katika uchaguzi huo, Salma binti Hizab al-Utaibi alichaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza katika jimbo la Makkah. Japo matokeo ya uchaguzi huo yanaendelea kutangazwa, ushindi wa binti Hizab umeibua hisia miongoni mwa wananchi wa nchi hiyo. Maofisa wa serikali wamesema kuwa wanawake 130,000 walijiandikisha kupiga kura, ambapo ni 1 ya 10 ya wapiga kura wanaume. Wanawake hao walikuwa wakifanya kampeni zao huku wamesimama nyuma ya mapazia, au wakati mwingine wanawakilishwa na wanaume. Wanawake kadhaa wa Saudi Arabia wamepongeza uchaguzi huo kama hatua muhimu kwao. Hata hivyo, wengine wamesema kuwa hauna umuhimu wowote kwa sababu maisha yao yana vizuizi vingi kama vile kutoruhusiwa kuendesha magari. Tukirejea nchini Misri, tunaambiwa kuna ushahidi ndege ya Urusi ilidunguliwa. Maafisa upelelezi wa ajali za ndege kutoka Misri wamesema kuwa hawajapata ushahidi wowote kuwa ndege ya Urusi ilianguka katika rasi ya Sinai na kuwa watu 224 ililipuliwa. Ndege hiyo iliyokuwa ikitokea Sharm el Sheikh ikielekea Moscow ilianguka jangwani mwezi Oktoba. Kundi moja la wapiganaji wanaounga mkono kundi la Islamic State walidai kuwa wao ndio waliodungua ndege hiyo. Takribani watu wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo walikuwa ni raia wa Urusi. Urusi yenyewe ilitangaza kuwa bomu iliyokuwa imetegwa ndani ya ndege hiyo ya Metrojet Airbus ndiyo iliyosababisha ajali hiyo. Uchunguzi wa kina uliofanywa na shirika la Urusi la kusimamia usafiri na ajali za ndege ulipata chembechembe na mabaki ya mabomu kwenye eneo la tukio. Hata hivyo, kiongozi wa uchunguzi kutoka Misri, Ayman al-Mukadem, amenukuliwa na vyombo vya habari nchini humo akisema kuwa hakukuwa na ushahidi wowote wa kuwepo kwa bomu ndani ya ndege hiyo wala dalili za kitu chochote kilichoathiri usalama wa ndege hiyo. Wapiganaji wanaounga mkono Islamic State wamesema waliangusha ndege hiyo ili kulipiza kisasi cha mashambulizi ya ndege za Urusi nchini Syria. Tukiangazia nchini Nigeria, mke wa kiongozi mkuu wa madhehebu ya Shia nchini Nigeria, Bi Zinat Zakizaki, ameuawa katika makabiliano na jeshi la serikali kaskazini mwa mji wa Zaria. Vuguvugu la Kiislamu nchini Nigeria, IMN, linadai kuwa Zinat Ibrahim aliuawa pamoja na kijana wake Said Ibrahim Zakizaki. Sheikh Zakizaki alikamatwa na wanajeshi waliozingira nyumba yao kufuatia madai kuwa wanachama wa kundi hilo walijaribu kumuua kamanda mkuu wa jeshi Jenerali Turki Buratia huko Zaria siku ya Jumamosi. Hata hivyo, kundi la IMN limekanusha madai hayo na kulaumu jeshi kwa kuwaua zaidi ya wanachama 20 wa kundi hilo katika makabiliano makali huko Zaria. Vuguvugu hilo la Kiislamu nchini Nigeria linapinga kundi la jihadi la Waislamu wa Sunni la Boko Haram, lakini limekuwa likikabiliana mara kwa mara na jeshi la taifa hilo. Wakati huo huo, wanajeshi wa Nigeria wanaendelea na mashambulizi yao dhidi ya dhehebu hilo la Kishia kwa siku ya 3 sasa mfululizo. Ripoti zinasema kuwa madhabahu makubwa zaidi ya dhehebu la Kishia yameharibiwa na wanajeshi hao. Aidha, nyumba ya kiongozi wa Kishia nchini Nigeria, Sheikh Ibrahim Zakizaki, imebomolewa. Jeshi halijajibu madai hayo. Moscow. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani John Kerry yumo nchini Moscow kwa mashauriano na Rais Vladimir Putin kuhusu njia za kumaliza vita Syria. Mazungumzo hayo yanalenga kupunguza ufa kati ya Urusi na Marekani, hasa kuhusu makundi ambayo yanafaa kujumuishwa kwenye mazungumzo. Urusi, ambayo inamuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad,
imesema mkutano wa majuzi wa makundi yanayopinga serikali ya Syria haukuwakilisha makundi yote. Aidha, Moscow imesema mkutano huo ulijumuisha makundi ya kigaidi. Mwandishi wa BBC mjini Moscow anasema licha ya tofauti kubwa kati ya Urusi na Marekani, Bwana Kerry ataweka msingi wa mazungumzo kati ya mataifa yenye ushawishi duniani kuhusu mzozo huo wa Syria baadaye wiki hii mjini New York. Mapigano ya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria yamedumu kwa miaka 4 sasa. Mpenzi mtazamaji wa ABN TV Africa, tumefika tamati katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Shajara ya Mashariki ya Kati. Tafadhali endelea kuangalia sehemu ya pili na ya mwisho ya kipindi hiki, na tunakutakia utazamaji mwema.